Shalom family. Nikukaribishe tena katika channel hii ya Bible Flex. Natumaini wewe ni mzima wa afya. Ikiwa basi hii ni episode ya 4 ya series yetu ya Daily Talk. Na natumaini utakuwa unafurahia toka tulipoanza series hii mpaka sasa. Leo katika ujumbe wa leo nataka nikusogezee kitu kimoja hivi ambacho tutajaribu kuona ni kwa namna gani sisi kama watoto wa Mungu tunaweza tukaishi. Jambo husika ambalo nataka kuzungumzia ni kuhusu sisi wanadamu, kwamba tunategemeana. Kwa jinsi sisi wanadamu tulivyoumbwa, tunategemeana kwa kiwango cha 100%. Sio 50, sio 20, sio 30, sio 40, ni 100%. Mimi nakutegemea wewe na wewe unanitegemea mimi katika maisha haya. Na katika maisha haya kiujumla, toka Mungu alivyotuumba mpaka sasa na mpaka siku atakapokuja kutuchukua tutakuwa naye tena, maisha haya tulivyoumbwa nayo, tumeumbwa tunategemeana. Hata ukiangalia mahusiano yetu na Mungu ni mahusiano ya kutegemeana. Mungu anatuhitaji sisi na sisi tunamhitaji Mungu. Kawaida kama nilivyosema, tunategemeana kwa 100%. Sasa lengo la kusema kwamba sisi wanadamu tunategemeana na kwamba mimi nakutegemea wewe na wewe unanitegemea mimi, nazungumzia katika maisha haya kiujumla. Sasa tukianza kwenye maisha haya tunavyoishi kwa dunia sasa ilipofika, wanadamu wengi wako rahisi sana kufurahia pale wanapoona mwenzao anapitia kwenye shida, wanapoona mwenzao anapitia kwenye changamoto, au hata katika familia tunaona kuna baadhi ya watu wanafurahia kuona ndugu zao wanapita kwenye changamoto hii, wanapita kwenye changamoto ile. Tukienda mbali zaidi tunaona hata kwenye serikali viongozi hao wanafurahia kiongozi wao mpinzani akifeli au akianguka chini. Hata kwenye makanisa tunaona hivyo. Kuna baadhi ya watu ambao huwa wanafurahia pale wanapoona ya kwamba wao tu ndio wanaotendewa vizuri na Mungu, wengine hawatendei vizuri na Mungu. Lakini wanasahau kabisa kwamba maisha haya tunategemeana. Pale unapofanikiwa wewe, na mimi nina nafasi katika mafanikio yako. Naweza nisiwe katika 100% au katika 50%, lakini hata kwa pasenti moja bado nina mchango katika yale mafanikio unayopitia. Takupa mfano kanisani tuchukulie. Mtu unamwamini Mungu, unamwomba juu labda ya mtoto, au unamwomba labda juu ya kazi, unamwomba juu ya elimu umalizie masomo, au unamwomba Mungu juu ya upate gari, upate nyumba, upate mke, vitu kama hivyo. Na mtu mwingine naye anakuwa na maombi yake, anamwomba Mungu kuna jambo ambalo anamsihi Mungu usiku na mchana. Sasa shida inapoanzia ni pale katika hao watu wawili, mmoja akitendewa, tunapokuwa hususan kanisani, mmoja akitendewa na Bwana, huyu mwingine ambaye ajitendewa na Bwana anaona kama vile kwa nini Mungu kamjibu yule hajanijibu mimi? Kwa nini kampa yule mimi hajanipa? Unasahau ya kwamba katika maisha haya adui yetu wa kwanza ni shetani, na sio ndugu yako, sio mwenzako, ni shetani. Kwa hiyo pale unapoona ndugu yako amefanikiwa, au rafiki yako, au mtu wako wa pembeni, au mtu ambaye kila siku ukienda kanisani unamuona, unapoona ametendewa, ya kupaswa ufurahi, kwa sababu mafanikio yake ndio anaweza ukawa hujachangia chochote, unaweza kuwa umechangia pasenti moja, lakini kumbuka kufanikiwa kwake kwa 100% kubwa kutaleta mabadiliko, au kutaleta unasema impact hata kwako pia. Chukulia kwa mfano, mtu alikuwa na maombi ya kutaka kuwa rais ili akafanye mabadiliko juu ya mambo fulani, au mtu alikuwa anaomba Mungu amfanikishe awe na biashara kubwa ili aweze kuleta mabadiliko, lakini hujui ya kwamba pengine kile alichomwomba nacho Mungu kikitimia, kile alichomwomba nacho Mungu, au yale mafanikio ambayo alimwomba Mungu ampatia, na wewe kuna namna ambayo yatakuwa affect au utapata impact nayo. Tuchukulie kwa mfano, mtu ameomba awe mfanyabiashara mkubwa katika nchi. Katika ufanyaji wake wa biashara, Mungu akamfanikisha akawa mfanyabiashara mkubwa. Pengine na wewe uliomba uwe mfanyabiashara, lakini Mungu hakukujibu kwa muda huo, akamjibu yule. Lakini kwa sababu yeye ni mtu mkubwa, ameshakuwa na biashara kubwa, lakini kwa sababu bado anampenda Mungu, anamwamini, itakuwa ni rahisi zaidi kwako wewe, na wewe mlango wako wa kibiashara utafunguka, kwa sababu yule mtu unamfahamu, unamuona kanisani, kwa itakuwa ni rahisi kumwendea, kumuuliza maswali. Na pia kama anazo nafasi za kukuambia, bwana, katika biashara anaofanya kuna nafasi hii, unaweza ukafanya hiki, ukaingia hapa ukafanya hiki, tayari na wewe sasa ule mlango wako ambao ulikuwa unamwomba Mungu akufunulie au akufungulie juu ya biashara, na wewe unafunguka kwa kiwango hicho, au unafunguka kwa njia hiyo. Kwa hiyo unaona mafanikio yake kwa Mungu kumfanikisha, tayari ametengeneza mlango na wewe kwa upande wako, na wewe unafanikiwa kupitia baraka yule mtu mmoja. Kwa sababu tukisoma kwenye Biblia tunajua kwamba dhambi iliingia duniani kupitia mtu mmoja, na pia dhambi iliondolewa duniani kupitia mtu mmoja. Vivyo hivyo tunajua kwamba atakapofanikiwa mtu mmoja, na yeye atakuwa ni lango kwa watu wengine kupita, kuona kwamba kwa sababu yule amefanikiwa, sasa nina ushahidi au nina ushuhuda wa kwamba kama yule amefanikiwa, na mimi mafanikio yangu, au mimi kama Mungu amemjibu yule, basi na mimi maombi yangu kujibiwa
itakuwa yako karibuni au yako karibu, na kwa kupitia mtu yule itakuwa ni rahisi hata kwako wewe pia mlango wako kupatikana kirahisi, kwa sababu Mungu anajibu kwa njia nyingi. Anaweza asikujibu kwa yale uliomba, lakini akajibu kwa kumfanikisha mtu mwingine, yule mtu akaja kukusaidia au akaja kukuonyesha njia ya mlango uliko, na wewe ukapata kupita ukafika kwenye lile lengo au ukafikia kwenye yale maombi uliokuwa unamuomba Mungu. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwa sisi wanadamu tunategemeana kwa asilimia zote 100. Sasa kumekuwa kuna hii kitu ipo katika haya maisha, na hata hapo mwanzo nimeanza kwa kusema kwamba kuna watu ambao hawafurahii pale unapoona wewe unafanikiwa, hawafurahii pale kuona Mungu anakujibu wewe, yeye wao wameachwa, wanaanza kuwa na roza kwa nini, na ile wanasema maombi yake yanabadilisha mwelekeo. Badala ya kuendelea kumsihi Mungu kwa kile kitu alichokuwa anamwomba, sasa anaanza kuwaza kwamba kwa nini Mungu amemfanikisha yule, kampa yule, kwa nini mimi hajanipa? Anaanza kuwa na roho ya wivu, roho ya tamaa, roho ya husuda, kwamba na mimi sasa kwa nini yule tu afanikiwe? Na ndio hicho kitu ambacho tumekuwa tukikishuhudia mara nyingi katika jamii zetu, katika familia zetu, kwamba kwa asilimia kubwa pale Mungu anapomfanikisha mtu fulani, kuna mtu lazima watu watainuka kutaka kumpinga yule mtu, kwamba huyo mtu hakupaswa kufanikiwa, au pengine maisha yake yaliandikwa yawe ya hivi, yawe ya muundo huu, au yawe ya namna hii. Lakini wanasahau kwamba kufanikiwa kwake yule mtu pengine na kwenyewe kutakuwa ni mlango kwa ajili ya maisha yao. Na hicho kitu kimekuwa kiko katika jamii zetu, kiko katika kila aina ya maisha. Uwe unamwamini Mungu, uwe umwamini, iwe ni makazini, iwe ni serikalini, iwe ni kwenye kazi tunazofanya, iwe ni kwenye biashara, hata kwenye familia zetu. Unaweza ukashangaa mzazi mmoja anaamini mwanae juu ya kitu fulani na mwingine haamini, na pale mtoto anapofanya vizuri mzazi mmoja anakuwa na furaha, lakini mzazi mwingine anakuwa hana furaha. Kwa sababu gani? Pengine yeye ameshaona kwamba huyu maisha yake yanatakiwa aende kwa namna hii au yanatakiwa aende kwa njia hii. Sasa lengo la kukuambia kwamba sisi wanadamu tunategemeana, nilichokuwa nataka kusema, au lengo kula kwa nini kwa nakuletea ujumbe huu, ni kwamba vita tulionayo si baina ya mimi na wewe. Mimi sitaki kuwa na vita na wewe, na wewe utaki kuwa na vita na mimi. Vita yetu si baina ya mimi na wewe. Vita yetu ni baina ya sisi na shetani, sisi na adui, kwa sababu huyo ndio adui yetu wa kwanza. Huyo ndo mtu tunayepigana naye usiku na mchana, kwa sababu tunamjua adui anaweza akamdhoofisha mtu kiafya, kiuchumi, akapiga familia yake ikatawanyika. Hata tukisoma kwenye Biblia kitabu cha Ayubu tunaona shetani alivyoshambulia familia ya Ayubu, aliimaliza yote. Kwa hiyo hivyo adui yetu ambaye tunatakiwa tupambane naye ni adui. Yeye ndo adui yetu wa kwanza, kwa sababu yeye ndo anayetuzuia katika kila kitu. Kwa hiyo pale unapoona mko kanisani au mwenzako amemwomba Mungu juu ya jambo fulani, na wewe ulikuwa na maombi yako umemwomba Mungu, lakini Mungu kamjibu yule, wewe kakwacha, ya kupasa wewe ufurahie, still unatakiwa ushangilie ya kwamba na umshukuru Mungu, kwamba tunakushukuru Mungu kwa sababu umemjibu yule, sio kwa sababu hajakujibu wewe ndo, au maana wengi wanasubiri mpaka Mungu awajibu wao ndo wawe na furaha kumshangilia Mungu, ndo wawe na kitu cha kumshukuru Mungu. No, yatupasa tumshukuru Mungu hata kama mimi sijajibiwa, hata kama Mungu hajanijibu, natakiwa nifurahie pale unapofanikiwa, kwa sababu wewe ukifanikiwa natakiwa nimshukuru Mungu kwamba amekujibu wewe. Lengo la kukujibu wewe, kukufanikisha wewe, ni kwa sababu anatakiwa amemwaibisha shetani, kwamba shetani alishapanga au alishasema kwamba sisi tunaomwamini Kristo, sisi watoto wa Mungu, hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kuwa matajiri, hatuwezi kuwa na afya, hatuwezi kuwa na elimu, hatuwezi kuwa na familia, hatuwezi kuwa na mke, hatuwezi kuwa na mume, hatuwezi kuwa na watoto, hatuwezi kuwa na chochote. Lakini Mungu pale anapomjibu mmoja wetu, yatupasa wote tushangilie, kwa sababu aliyetenda ni Bwana. Na ametenda kwa sababu gani? Shetani alishapanga kwamba iwe hivyo, lakini anavyojibu Bwana tunakiwa tumshukuru na kumshangilia Bwana kwamba asante, umejibu. Tumepata sababu ya kumwambia shetani, mipango yako imekufa na haiwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hata mimi ambaye ninaomba maombi yangu ambayo bado hayajajibiwa, imani yangu inajengeka kwa muundo huo, na ule ujasiri wangu unaongezeka kuona kwamba kama Mungu amemtendea yule na bado nimepata nguvu ya kumshangilia, wote tunamshangilia Mungu kwa yale aliyoyafanya, basi ni dhahiri hakika ya kwamba hata mimi nyakati zangu zinakuja, wakati wangu unakuja, na ukija Bwana atakaponijibu, na ndugu zangu na wenzangu watafurahia pia, kwa sababu tunaona hata hilo kwenye kanisa la kwanza baada ya Yesu Kristo kuondoka. Kanisa la kwanza lilikuwa lina umoja, walikula pamoja, walikaa pamoja, waliomba pamoja, walikuwa na muda wa kuulizana maswali, ni changamoto zipi
umekutana nazo leo, umepitia nini na nini, wanatiana moyo, wanapendana, na tuliona kanisa hilo lilikuwa lina nguvu, kanisa ambalo lilikuwa sio binafsi, au unaweza ukasema lilikuwa selfless. Na ndio kitu ambacho kwenye jamii yetu kwa kiwango kikubwa leo hii hakipo. Kila mtu ni binafsi, kila mtu anaangalia mafanikio yake na familia yake, kila mtu anaangalia yeye amzidi mwenzake awe mbele, hataki kuangalia mtu mwingine nyuma, na hataki kuangalia mwenzake wa nyuma ana shida gani, kwa sababu pale unapofanikiwa wewe, unapomshika mkono na mwingine, na yeye mwingine akamshika mwingine, na yeye mwingine akamshika mwingine, itafika mahala wote tutafanikiwa, tutakuwa mahali pamoja. Na tunapokuwa mahali pamoja, wote tunakuwa hatuna shida, kwa sababu tutakuwa tulishajua tayari adui yetu ni nani, na tunajua namna gani ya kuweza kupambana na adui yetu. Kwa hiyo mafanikio yako wewe ni sawa na mafanikio yangu mimi. Na hata tunaona kwenye Biblia mifano inajirudia. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu utagundua kwamba Ayubu, licha ya kwamba alikuwa ni mtumishi ambaye anamcha Mungu na Bwana alimfurahia, lakini aliwafundisha wengine njia ile ile aliyokuwa anaitumia yeye ya kumtafuta Mungu, ya kuishi vizuri, ya kuwa ni mtu mwenye fedha, lakini kuwa ni mtu mwenye kiasi. Hakufurahia kuona kwamba ni yeye tu katika jamii iliyokuwa inamzunguka ndo amefanikiwa. No, alifurahia kuona na wengine pia wanainuka. Na tunavyoona wengine wanainuka, ndivyo mabadiliko au ndivyo maendeleo yanavyokuja katika jamii, na ndivyo pale ule utukufu wa Mungu utakapoonekana, na Mungu ndivyo atakapopata kutukuzwa. Lakini itakuwa ni vigumu sana. Wewe ni sawa sawa na vile tuseme wewe umeenda kujenga nyumba kijijini, alafu umejenga nyumba ya gorofa, alafu umeweka walinzi wakali, umeweka uzio mkali, alafu hutaki wale majirani, yani hutaki kuhusiana chochote na wale majirani, hutaki kuwasaidia chochote, hutaki lolote. Ina maana kwamba wewe umeenda pale, sasa wale majirani watakuwa wanajiuliza, mbona wewe mtu amekuja amejenga nyumba hapa, lakini hataki chochote kuhusiana na sisi, hataki tumjue, hataki tujuane, na yeye atupe siri kwa nini amejenga vile, kwa nini amefanikiwa mpaka amepata nyumba kama ile, na sisi atupe njia na sisi tuweze kufanikiwa. Kwa sababu mnapofanikiwa wote kwa pamoja, kunakuwa kuna amani, kunakuwa kuna furaha, kunakuwa kuna upendo, na ule umoja unaongezeka. Na ndio kitu ambacho Mungu anachotaka. Hata kwa hizi nyakati za sasa za mwisho, Mungu anataka tuwe na umoja, tuwe kitu kimoja, wala tusitengane, wala tusitenganishwe, wala adui asipate nafasi katikati yetu. Kwa sababu tunavyokuwa mbali, tunavyokuwa hivyo, mimi nimefanikiwa, hujafanikiwa, au wewe umefanikiwa, mimi sijafanikiwa, na wala hatutaki kushirikiana kuona kwamba namna gani tunaweza tukasaidiana ili kushikana mikono, adui ndipo anapozidi kupata mlango wa kuzidi kufunga, kwamba kwa sababu wewe umefanikiwa basi baki uko na mafanikio yako, na sisi hatujafanikiwa basi tubaki uko. Kwa sisi ataendelea kutudanganya na wewe ataendelea kukudanganya, au mimi ataendelea kudanganya kama nimefanikiwa, na wewe ambaye hujafanikiwa ataendelea kukudanganya kwamba yule mtu hakutaki, hakupendi. Lakini sio sawa, kwa sababu wote sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo wote tunategemeana. Katika ujumbe huu wa leo, katika series episode hii ya 4, nachotaka uondoke nacho, au somo ambalo unatakiwa kujua au unatakiwa kujifunza, cha kwamba sisi wanadamu tunategemeana kwa kiwango cha 100%. Asikudanganye mtu, asitokee mtu akakuongopea, kwa sababu sisi tulivyoumbwa, Mungu alivyotuumba, tumeumbwa wanadamu ambao tunashirikiana katika kila kitu. Unaweza kalima viazi, nikalima maparachichi, huyu akalima ndizi, yule akawa mfugaji, lakini mwisho wa siku wote tutakula. Yule mwenye anayefuga ataleta nyama, tutakula. Sisi wenye tuliolima mazao tutaleta mazao, wote tutashare, tutakula. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho natakiwa kukumbuka, kwamba sisi sote tunategemeana. Jambo la pili, au somo la pili ambalo natakiwa ukumbuke na uondoke nalo, ya kwamba panayo amani pale tunapokuwa wote tuko kitu kimoja. Yani pale wote tunapokuwa tumeungana tu jambo moja, panakuwa na amani, pote panakuwa na furaha, panakuwa na uhuru, naweza nikasema, kwa sababu wote tunakuwa tuko kitu kimoja. Hakuna aliye mkubwa, hakuna aliye mdogo, wote tuko sawa. Kama ni mafanikio, wote tuko sawa. Kama ni kila kitu tunachohitaji, kila mtu anacho. Kwa hiyo tunakuwa tuna amani. Kwa hiyo hata tamaa inakuwa haipo kwetu. Kwa sababu gani? Wote tuna furaha. Pale mwenzetu anapoanguka mmoja, tunaungana kumshika mkono na yeye anapata kuinuka. Kwa sababu hata kwenye haya maisha tunaona inakuwa, yani tatizo lako linakuwa ni gumu sana pale unapokuwa uko peke yako. Huna mtu wa kuongea naye, huna mtu wa kukutia moyo, huna mtu wa kukushika mkono. Linapokuwa la kwako mwenyewe. Lakini pale unapokuwa una watu wawili watatu ambao unaweza ukazungumza nao, ukajaribu kuchukua ule mzigo ule nao, ukashare nao, na wao wakaubeba, wakaangalia ni namna gani wanaweza kukusaidia, inatia moyo. Hata ule mzigo unaosikia utaona kama umepungua moyoni, na utaona umepungua kwenye maisha yako, kwa sababu unaona unao watu ambao unaweza kuongea nao, wakakutia moyo, wakakushika mkono, na wewe ukapata kusimama tena. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo ningependa ujifunze na uondoke nayo. Katika hitimisho, napokuwa namaliza, nikukumbushe tu tena kwamba sisi wanadamu tunategemeana, na unapoondoka
hapa, utakapoenda huko, kuwa balozi mzuri, kuwa mwana mtoto wa Mungu ambaye ni mzuri, kwamba usifurahie tu kuona ni wewe peke yako unayejibiwa maombi. Ombea hata watu wengine. Hata kwenye maombi yako muda mwingine usiwe na maombi ya kujiombea wewe. Sema tu leo naomba niwaombee watu wengine. Ombea wagonjwa, ombea ambao wanamuomba Mungu, wanatamani kupata uzao, wanatamani kupata mume, mke, wanatamani kupata mabadiliko katika maisha yao. Waombee wao, kwa sababu sisi wanadamu tunategemeana, na maombi ya kuombeana yanakuwa na nguvu zaidi kwa Mungu, kwa sababu Mungu akitazama anaona hawa watu wameungana kwa ajili ya kumwombea huyu. Kwa hiyo ili tatizo inabidi niliondoe, na pale ndipo adui anapopata kuchekwa, anapopata kuonekana kwamba mipango yako lopanga hajatimia, kwa sababu wote tumeungana. Kwa hiyo inatakiwa umoja, upendo ambao tunatakiwa tuwe nao kati yangu mimi na wewe, unatakiwa wewe kwa kiwango kikubwa kushinda hata shida tulizonazo. Hata kama huna chakula nyumbani, huna cha kuvaa, huna kazi, huna chochote, lakini kwa sababu una upendo, unao watu wa kukushika mkono na unao watu wa kuwashika mkono, hautaona kutokuwa na kazi kama ni kazi, hutaona kutokuwa na nguo kama ni changamoto, hutaona kutokuwa na kitu fulani ni kama ni kitu kikubwa. Utaona ni kitu cha kawaida, na utafurahia maisha ulionayo, na haya maisha ambayo tulionayo sote tutayafurahia, kwa sababu wote tunakuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo nikushukuru tena, asante kwa kuwa nasi tokea mwanzo mpaka sasa tunapohitimisha. Nikushukuru tena, niseme asante. Shalom and see you next time. Thank you.